Paulo anamwambia Timotheo, mtu yoyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi, imani na mwenendo. Manake swala la mtu kuudharau ujana wako au swala la mtu kuheshimu ujana wako liko ndani yako. Kwa sababu mstari unatuonesha kwamba Timotheo ndio ameambiwa yeye ahakikishe kwamba watu hawadharau ujana wake. Watu wanapaswa kuheshimu ujana wake. Kwa hiyo kuheshimiwa kwa ujana wako au kudharauliwa kwa ujana wako iko ndani ya uwezo wako. Sasa utaheshimiwa vipi na utadharaulika vipi? Utaheshimiwa kwa vile unavyovifanya wakati wa ujana wako, na utadharauliwa kwa vile unavyovifanya wakati wa ujana wako. Je, unafanya nini wakati wa ujana? Hiyo itaamua udharauliwe au uheshimiwe. Angalia namna unavyoenenda katika mwenendo wako, itakufanya udharauliwe au uheshimiwe. Angalia katika usemi wako, namna unavyosema, vile unavyoamini na namna unavyoielezea imani yako kwa matendo mbele ya watu, itafanya ujana wako uheshimiwe au udharauliwe. Kwa hiyo haiko ndani ya mtu mwingine kuhakikisha kwamba ujana wako unadharauliwa au unaheshimiwa. Iko ndani yako kuhakikisha kwamba ujana wako unadharauliwa au unaheshimiwa. Lakini Mtume Paulo anasisitiza kwa Timotheo kwamba hakikisha ya kwamba ujana wako haudharauliwi, bali unakuwa kielelezo. Kuwa kielelezo manake kuwa kioo. Watu wanaangalia hapo na wanajifunza kutokea hapo. So kuna watu wameacha kuokoka, kuna watu wameacha kubadilishwa maisha yao, kuna watu wamerudi nyuma kwa sababu ya namna ambavyo unaishi kwenye ujana wako. Lakini pia kuna watu wamebadilishwa maisha. Kuna watu wamepiga hatua kwa sababu ya mwenendo, usemi na imani ambayo umeionyesha kwao wakati wa ujana wako. So unataka kuheshimiwa, angalia namna unavyoenenda, angalia namna unavyosema, angalia namna unavyoexpress imani yako kwa matendo mbele ya vijana wenzako na watu wengine wote. God bless you. Amen.